Habari, naitwa Dr. Shukuru Masala, ninapatikana katika Facebook kwa jina la Dr. Shukuru Masala, na ukiingia YouTube ukasearch my health today utakutana na Dr. Masala, na nimekuwa nafanya hizi kazi kwa muda sasa. Leo nataka nizungumze mada moja ambayo ni nzuri na nadhani watu mtaipenda, mtaifurahia kwa sababu inahusu mambo ya uzazi na wanawake. Na ukifuatilia katika peji nimekuwa nikiweka sana maudhui ya mama, mtoto. Nadhani hiyo ni kwa sababu ya obsession kutokana na muda mwingi na kutana na hizi kesi, au kila siku katika practice na kutana sana na hizi kesi. Mama, mtoto, mimba ndio kesi ambazo naziona. Sasa leo nataka nizungumzie kitu kinaitwa kuanza kliniki mapema, kliniki ya ujauzito. Hapa katika vituo ambao tunafanya kazi tumekuwa tunakutana na changamoto. Unakutana na mama ni mjamzito miezi 6-7, na anakuja leo anasema nimekuja kufungua kadi ya kliniki. Ukimuuliza kwa nini umekuja leo miezi 7-6-5, atakwambia mume wangu hakuwepo, au sikuwa na hela, au sikuwa na nauli. Lakini kitu kingine cha kufurahisha hapa, tunataka tu uelewe umuhimu wa kuanza kliniki mapema. Mwingine hapa unaweza ukaongelea hili swala kwambia kwani wewe ndo unapanga, au wewe ndo Mungu ndo anapanga. Naweza nikaanza kliniki mapema na nikapata changamoto, au nikachelewa na nisipate changamoto. Sasa hatumsubject Mungu kwenye makosa yetu. Sisi tufanye wajibu wetu, alafu yeye atabariki. Kwa nini tunasisitiza au tunagombana na kina mama wawahi kuanza kliniki mapema za ujauzito? Hizi hapa ni faida moja wapo. Kwanza, mama anapoanza kliniki mapema, hasa tunashauri uanze kliniki tu pale unapohisi ni mjamzito. Ukishahisi ni mjamzito, maana yake utaenda kupima kipimo cha kuthibitisha. Ukishathibitisha ni mjamzito, nenda hata kama una mwezi mmoja, maana tunajua baada ya kuona siku hadi kuja kumisi siku lazima itapita siku 28 hadi 35 kulingana na mzunguko wako. Kwa hiyo tunajua mwezi mmoja au miwili utakuwa umegundua kwamba ni mjamzito. Ukishagundua tu, kimbia leo uende, nimekuja kufungua kadi ya kliniki. Kwa sababu ukishafungua kadi ya kliniki, kwanza unaanza kujiandaa kisaikolojia, utapewa elimu kuhusu ujauzito, dalili za hatari, ukiona hivi ufanyeje, ukiona hivi ukimbie hospitali. Pia utafanya vipimo vya msingi. Tuna vipimo vingi zaidi ya 10 ambavyo mama tu akifika leo akasema mimi ni mjamzito, lazima tutavipima. Kwanza tutapima wingi wa damu. Watu wengi wanaona wingi wa damu ni kama masiala, lakini wingi wa damu kwa mama ni kitu cha msingi, kwa sababu ukishika ujauzito una damu kidogo ni madhara kwako na kwa mtoto. Mtoto atakuwa kwa lesho ndogo, yani katakuwa miezi imekuwa mingi lakini katoto kadogo, katakuja kukusumbua ukishajifungua. Wewe mwenyewe mama ukishakuwa na damu kidogo, wakati wa kujifungua unaweza ukipoteza damu tu kidogo inaisha, unaweza ukapoteza maisha, au mkaanza mambo ya kuongezewa damu na nini, milolongo inakuwa mingi. Tunapima wingi wa damu, tunapima grupu la damu. Kwa nini grupu la damu tunalipima kwa mama wajawazito? Tukishapima grupu la damu na ile type yake, kama ni results yake, kama ni positive au negative, inatusaidia kuanticipate changamoto zinaweza kutokea. Chukulia kama kwenye jamii nyingi watu wote ni results positive, yani kama ni A positive, B positive, AB positive, O positive. Kutana na negative, maana yake huyo mama atakaposhika ujauzito wa kwanza, tutajua huyu anatakiwa achukue tahadhari katika ujauzito wa pili kwenye masuala ya BO incompatibility. Kitu kingine, tunapima maambukizi ambayo kuna malaria, kuna ukimwi, kuna gonorrhea, magonjwa yote ya zinaa tutayapima hapo ili kujiridhisha kwamba
Ukishampima huyu mama ukakuta ana malaria unaitibu, ukakuta ana gonorrhea unaitibu, ukakuta ana ugonjwa wote wa zinaa unautibu, kwa sababu magonjwa kati ya hayo mengine huwa yanaweza kucross kuingia hadi kwa mtoto na kumsababishia na yeye kumwambukiza au kusababisha ulema. Kuna magonjwa ambayo mtoto akiyapata akiwa tumboni huwa yanaweza kusababisha ulema, hasa kwenye macho na vitu vingine kama ubongo. Pia utapima mfano ukipata kutwa una ukimwi, utaanzishwa dawa ili mtoto wako anapozaliwa asije kuwa ni mtoto ambaye amekuwa tunasema highly exposed, awe ni low risk exposed baby, kwamba hata management yake itakuwa rahisi wakati umejifungua. Kingine pia utapata sasa dawa au supplement ambazo huwa wanapewa mama kuwasaidia. Mfano utapewa dawa za kuongeza damu, utapewa dawa za minyoo, utapewa dawa kwa ajili ya kutibu malaria. Hasa tunatumia SP kwenye kitu ambacho tunaita IPT, kwamba na watu ambao wanaishi kwenye maeneo ambayo yana high risk ya kupata malaria, na Tanzania ikiwepo katika hizo nchi, imeshaamriwa kwamba kila mama mjamzito akianza kliniki lazima atibiwe malaria hata kama hana. Kwa tunawapa SP, tunawapa supplement zingine kama zile FeFo, yani folic acid. Folic acid ni muhimu sana katika utengenezwaji wa mifumo ya fahamu, ubongo na uti wa mgongo, ambapo akizikosa hizi katika miezi ile mitatu ya mwanzo, ambapo ndo kila kitu huwa kinatengenezwa from the scratch, anaweza akapata madhara kama mgongo wazi, kichwa kikubwa, au kutokuwa na ubongo, ugonjwa ambao unaitwa anencephaly, ambao ni incompatible kwa maisha. Yani mgonjwa akizaliwa na huo ugonjwa hawezi kuishi. Kwa hiyo hizo ni faida ambazo utazipata ukianza mapema kliniki. Lakini ukija mwezi wa 7 ukapewa folic, itakusaidia nini wakati tumeshaambiwa mtoto anatengenezwa ndani ya miezi hii wiki 12, hii miezi 4, miezi 3 ya kwanza ndo anatengenezwa. Hiyo miezi 6 inayofuata ni kwa ajili ya kuongezeka kwa umbo. Kwa hiyo ndo umuhimu ambao unajitokeza katika wamama kuanza kliniki mapema wanapotambua tu ni wajawazito. Niwashukuru kwa kunisikiliza. Kama kuna maswali utauliza hapo kwenye comment section, alafu pia usiache kusubscribe au kulike au kunifollow kwenye hii page na kucomment pia. Naitwa Dr. Masala. Asante.